What's up, good people? We're right inside the Collegium Opulence in the city, and with us is Baba T. Squeezy ni Kamau Wabisha. Yeah, kama, yeah. Are you rebranding? Not really. Yeah. Ni venye tu sasa Yeah. watu wengi wenye wananisupport wanatoka hiyo side ya mlima. Yeah. Yes. Yari mostly. Alafu wakanipatia hiyo jina, so I had to, Yeah. Yeah, since the last event tulifanya Mataha, Yeah. since then, actually since that day. Yeah. Kamau Wabisha. Yeah. Karibu sana Baba T. Luku ni mwecheche. Luku naye ni safi. Hii ni fire. Hii ni fire. Out of 10 unajipatia ngapi? Acha tukue Sister Nancy kwa hii kidogo. Unajipatia ngapi? 9 over 10 hiyo moja. Nipatule mwenye ameniuliza swali. Hadi unagawiana point. Sitaki kuwa very selfish. Yeah. Okay, who dressed you ama ni wewe mwenyewe tu from you? No, from Zaneti wanakuanga hapo tao. So from tot hadi juu ni mwili tu peke yake ndio yangu. Oh, wow. Yes. Unakaa vizuri. Anyway, we are here Thank because of King Kaka. Yes. And of course umekuwa supporter kubwa sana wa King Kaka. Yeah. We'd like to know maybe your relationship with him ama one thing you love about King Kaka. King Kaka tumekuwa marafiki for quite some time. I guess for 4 to 3 years maybe. Yeah. First gig nilifanya real estate yenda aliniconnect. Yeah. So hapa to Westland. So since then tumekuwa mabeshte. Then but before then I guess hata pia ulikuwa shabiki wake kitambo akirap Yeah. akifanya zile ngoma zake. Alikuwa anaitwa Kasungura. Yeah. Yeah, so we have been very good friends and anytime akona any project anafanya lazima niambie. Yeah, that's why tuko hapa. Tumekuwa hapa naye kwanza juzi until sasa leo sasa tunangojea sasa kuperform tu peke yake. Yes. I'm curious to know, were you in season 1 of the Collegium? No, I wasn't there. Nilikuwa ni ile ya ile movie yake ilikuwa ya Monkey Business. Ilikuwa Two Rivers hapo. Yes. And actually ilikuwa after sasa amenipatia gig akaniambia wewe pia nataka kuja uone kitu kingine moto mimi nafanya. Na hivyo ndo tulitokea. Tulikuja tu hivi, alituambia hivyo na nikakuja tu hivyo. Yeah. So una expect any tonight from King Kaka? Because of course kuna mengi sana Yeah. What are your expectations? Okay, for the first time I guess I'm going to experience a real ile ni concert ambayo msanii ana perform tu bila DJ bila ni, and then mimi sijaiona kwa nishaona ni ya kanisa tu. So nataka kuona msanii leo for the first time. So aliniambia Baba T jana akitoka hapa aliniambia wewe kuja uone maajabu kesho. So hiyo maajabu ndio mimi nataka kuona. Now with that said, maybe what do you think this what's the impact of this in the Kenyan music industry? Of course, sometimes leaders have to lead for others to follow. So kama amefanya kitu kama hii, somebody else somewhere will try to do something better. Yeah, because tumezoea wasanii kuwekanga ni ma festival, ma concert ambazo unapata hapa teams experience. Ni zile vitu tumezoea tu, msanii amepanda kwa stage, mic hivyo. Unaona hapa umeona stage vile inakaa. Mambo iko pale ni mwecheche, nyingine moto sana. So I guess that is the younger generation, if you look up to him, of course it will do better. Yes. Naomba niulize hii swali. Now you've mentioned of course of King Kaka amekuwa kwenye industry for the longest. Yeah, sure. Still there right now, bado ana mashabiki, nyimbo zake bado watu wanasikiza. What is that one thing that you probably see in his art you think that has kept him to where he is right now? I guess if you have ever interacted with King Kaka, is very realistic, he's very authentic, and is a very kind person. In all levels, ako pia honest kabisa. And then another thing ni ile muziki yake ina relate with daily life vile iko. I guess hakuna msanii ameimba kama King Kaka according na situation iko kwa country. Especially tukiona mambo yaende vizuri Kenya, yeye atatoa ngoma at least to relate naye. So I guess that is the only musician mwenye haogopi mambo ya gava. Tishiwangi. Anafanya kitu kile yake imemwambia. Yes.
Right. I think since Baba Talisha introduced the beautiful wife Wanji and of course karibishe mtoi hatujaifanya interview. Now that you're here, we'd like to know how is marriage and of course you're a dad of two. How is fatherhood taking you? What is one thing you're so proud of yourself as a dad and as a husband as well? Marriage. Anyway, marriage is good. Unajua kitu inafanya tu ndio inadumu ni communication, muelewane. Understanding of course. Yes, usiassume kuna mtu anajua, hapana. Kweni hivyo tu. Ni kama tu mtoto kaa juu na mwambia by the way, this is not how to do it, yeah. So for me so far so good. Yes, kuna ups and downs. Marriage haikuangi, it's not a land of roses, hapana. It's not a bed of roses. So for us, we have been having our own zile downs zetu na highs zetu, but we choose not to give up. Yes, watoina wako poa. Wanaendelea poa, of course, magonjwa kidogo, challenges kama hizo ziko. So far so good. Me, I thank God because I'm loved. At last I'm loved. Yeah, I'm loved. I think it's Baba T. Yes. Speaking about marriage, so the other time it was quite ukasema ungejua the other side of your partner. Maybe when you were referring to your own relationship ama ilikuwa to advice? Not my own relationship. See yangu, but sometimes let us be realistic, yeah. Sometimes people are not that honest with one another, yeah. So we have some things, maybe vitu zenye unaweza jua partner yako anaweza kuwa na kufanyia, wewe mwenyewe utakuwa na nguvu ya kukaa chini hata tu unaweza kosa hata kupumua. So it's not that ni yangu, hapana. It's just from there's a friend of mine mwenye kuna vitu mtu wake alifanya jamani na zikuwa mzuri, na huku nje anajifanya vile anampenda kabisa. So that is why I wrote like that. So everybody thought it was mine. Yangu hapana. Mimi nikichoka na ndoa mimi naachana tu na sasa. Sorry? Nikichoka na ndoa kama tuweza, mbona sasa ukufe jia stress? Nini inaweza fanya uchoke na ndoa according to you? Ndoa inafaa iko tu peaceful. Kama iko peaceful ni hivyo tu. Peace of mind is very paramount, okay? Hata nyinyi tu vile mko hapa, in case kuna kitu inaku stress, if you drop it utapata that peace tu. Inakujanga na a lot of pain, struggle, emotional, mental and spiritual, hiyo yote, but at the end of the day we're gonna heal, of course. Now, with that said, they also talk about patience in relationships and marriages. Yes. Where do we strike the balance between being patient with one another and avoiding, hii ni stress? Unaona, patience inakujanga whereby you see a positive deviation ya ile kitu alikuwa anafanya. For example, Trudy nimemwambia achane na mambo fulani. At the same time mimi naona bado anafanya hivyo. So inamaanisha hiyo si patience, hiyo ni kubeba, unaona kubeba kidogo hivi. Anakuona ni kama uko serious. And then sasa kuna ile ya kuchoka ni ile, of course, mtu amuonyesha like I'm not ready to do this. Unajua kuna wale watu wengine, let me tell you, we have people who at some point they'll push you away. They'll do things or push away so that itakuwa wewe ndio ulikuwa shida, si yeye. So even inakuanga, but for me, mimi heri nijibonge tu. Mimi na advice couples mingi mbona celebrity, mostly hawa young ones wame break up wengi sana. It's because wanafikanga mahali their ego inakuwa juu. Yes, I'm a content creator, I'm a content creator too. I'm also earning, I have this and this. Unaweza niambia nini? Na hapo katikati unasahau mlikuwa mnajengana. Mkikuwa pamoja unajua ndio inakuwa noma. Lakini sikuwa peke yako, si unaona sijui kwa unanipata. So unapata mapenzi ni ngumu jamani. Mapenzi ni ngumu, but you have to be patient with one another. But say to be patient until malizane. How many times would you forgive a partner before saying, I'm done? So, Me? Hey, nione. Never forgive until nione by there hakuna change. Hivyo tu. For the sake of everything, for the yes. Acha tusiende kama like ya mwisho. We know you
pale kwa streets za TikTok na place kulikuwa na this fight ya kuwekelea mawe ya Cindy na Jennifer. But the people who are around na wakiwatch na wakirecord, maybe was it the right thing? It was not the right thing to do. Of course walikuwa tena wameenda matanga mazee. So it was not right. But you know, they are grown-ups. Grown-ups sometimes, you know, you cannot tell them what to do. They have their phones. Imagine mtu ako na iPhone 17 Pro Max. Sasa ako na right ya could record. But now that is not the right thing to do because of course kuna watu wengine they don't have anything to lose. Whether, you know, sika mimi sasa hivi nipigwe picha mahali na imagine nipigwe picha mahali brands nafanya nazo kazi zitakuaje, ama nilikuwa pale nasema weka mawe huyu sasa si ni GBV hiyo, mambo yangu sitakuwa imeishia hapo. So I'm telling any content creator, of course, when too careful around, you know, choose words. Sometimes si lazima uoneshane. Sai TikTok imeharibika sana, if you have seen it. I wanted to ask the same. You know, people are having the debate online that there's the drama in TikTok is going overboard. Wacha hata hiyo. Yesterday me have seen a recording today whereby sijui nafaa kusema hivi kwa kamera ama hapana, mtajua vile mtafilter. Imagine, yani ni Pornhub imekuja TikTok. Somebody is live having sex with another person. I guess maybe you have seen that. There's a certain boy. I guess umeona, we ameona. Just imagine how bad TikTok ya kitambo whereby hata mtoto hangeonekana kwa TikTok hivi. Live yake inafungwa. My first account ya TikTok, the main one, ilifungwa kwa sababu nilionyeshana Talisha akikuwa kwa therapy. And right now watu wanafanya sex online, yani kwa live, hizo vitu zote, lakini live hizi fungwa, hizo account hizi angushwa. So who is moderating that? We have to ask ourselves that, because it's too toxic. Watu wanatusiana na wazazi, familia zao, wanaribiana kazi, hizo vitu zote, they don't care about it. You know, one thing with Kenya, akunanga zile loss zinakujanga once alafu zinaisha. Yet TikTok is a very good platform. Ingekuwa tiko monetized, we could be earning a lot of money, yeah? And like kama Facebook size, so at least in Facebook, unajua the first pay nilipata Facebook ilikuwa 125,000. Nilisikia vizuri, hata karibu nilipwa na ile brand kubwa yenye mimi na work na nilipa pesa kama hizo, unaona. So it was something so good, unaona. But sasa penye TikTok iko, it's not good. It's not a safe place for kids. It's not. Debate ikikuja where the government is going not necessarily to ban but to limit, you know, the usage of TikTok in our country, is it the right thing to do right now with the whole drama and things like that? Yes, they have to consider, yes. Yeah. But penye imefikia, wanafaa kuwa na regulation. But the problem with the Kenyan government ni sasa utaleta regulation inakanga only 1 month, 2 weeks, hizo story tumesahau. Tujaiona mtu yote mwenye ameulizwa kitu fulani, tujiona mtu yote ameambiwa hivi, hakuna. So that is the only problem. But I guess nimeona Butita huko, maybe tunaweza ongeleshana na vitu kama hizo. Au mnamuulizia juenda na kuanga huko. Yes, huyo anafaa kuuliziwa hizo vitu. Yes. But it's not safe right now even for kids, and we have kids who watch, you know. We have kids who can say watoto wako na simu. Mimi kwangu watoto Talisha wako na simu, aka kadogo kako na simu. Alafu TikTok sasa hata huwezi fungua mahali penye kuna watu wengi kama hapa. Unaweza sikia tu jineno. It's very bad. Yes, but of course kwa creators kama sisi wenye tuna at least unga yetu inatoka huko kwa sababu tunafanya na brands, at least tunaona sisi maintain tu kwa zetu. Yes. Tukimaliza Babati, it's today ama ni jana you posted your late wife, and of course watu lazima wataongea. Why do you keep on posting your wife and how you're already married? How respect you carried on? Maybe what do you have to say about that? Yeah, you know, sometimes when you are privileged, sometimes struggles za mtu zinakuanga very, you know, they don't matter to you. So for me, I know that kind of relationship I had with her, and it doesn't mean that unajua huyo ni kama mama yako, huwezi badilisha mama yako, unaona. So that was like you know, that was somebody I really loved, and it took me by surprise ni hivyo tu. So for me nowadays I don't really do that, but kuna accounts mingi sana zenye ni pseudo zina post, unaona. For me I guess nimekawia sana bila kupost. But now for Talisha, I'll keep on like anybody who doesn't believe kuna second chances in life, I'll use Talisha as an example. So every time I keep on doing that,
But for mama Talisha that is Milka yeye mimi nikitaka kumpost nitampost juu sasa hayuko. Sasa watanipeleka wapi? Hakuna. So mimi maisha yangu naishingi tu hivyo. But kuna so many sometimes when you are up a lot of discussion was zinakuwa, especially kuna dem mwingine juzi unfortunately one of my my close relative mwenye nilikuwa naitaka sister yangu kwa home alipass. Msichana akakuja hapa commentia, uliua mama ya Talisha, ukaua Chira, Saidi sister yako, kuna kitu tuambii wewe muuaji. I'm like, yo, how do you take such comments? Kuna zingine zinani break, you don't know what to do. At the same time you have some other struggles zenye mtu ajui. But all in all, we are all human beings. We judge, we do all those things. But at the end of the day, you know the truth. And the truth will always give you peace. Yes. Zilikuwa hapo mingi, mimi theories zimekuwa mingi, niliua, nilifanya nini, but it's life, Ukiona pia mimi niliomoka jia kuua, sipio uwe tu kwenyu, alafu pia tufanane jamani. But sometimes if you're not being hated, then there's nothing you're doing. So yeah, you have to, that. Yes. Okay, thank you so much Baba T for your time. Asante sana. Yeah, thank you for always supporting us. When you left tukikwambia tu. By then mmenishikilia, yes. Tulianzanga na huyu Kioko na nini mwingine jamani. You have been there, lakini ukuangi mkubwa mbona huyu. Huyu tumekuwa naye akikuwa mali kwingine SPM bado ndio huyu ako huku. So it has been a journey. We have been gone together by the way. So yeah, we thank God. It's always we have to have a story. We have to start from somewhere.